lakini sio funguo tu, akampa mamlaka. Unajua mamlaka yoyote isiyokuwa na nguvu, hiyo sio mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Mamlaka lazima iwe na nguvu. Mamlaka lazima iwe na nini? Na nguvu. Yaani anasemaje? Kwamba unapotoa neno na amri, asipotii, nguvu inakuja nyuma kwa ajili ya adhabu. Bwana Yesu asifiwe. Tunamwogopa rais, tunamwogopa waziri, akisema kitu tunamsikia, kwa sababu usiposikia kinachofuata ni nini? Ni mkono wa sheria. Hasa waziri akisema nimesema hapo msijenge, mkajenga, alafu afanye chochote, mamlaka yake haina nguvu. Lakini Bwana ametupa mamlaka yenye nguvu. Tunaposema kwa jina la Yesu, usizani hilo jina unalitamka tu kwa jina la Yesu. Unaposema kwa jina la Yesu, hilo neno linatoka na moto. Hilo neno, huo moto ndio adhabu kwa mapepo. Hawawezi kukaa ndani ya mtu, hawawezi kukaa ndani ya wachawi. Wanateketea kwa jina la Yesu. Hata kama Bwana amekuinua mahali, kuna watu wanaitafuta hiyo kazi, kuna watu wanatafuta biashara yako. Unaposema kwa damu ya Yesu, hapa mahali pote napashika, napatawala, napasimamia, hakuna atakayeweza kuingiza jambo lolote, kwa sababu yuko Roho wa Bwana amekaa ndani yako, anakuongoza sawa sawa katika jina la Yesu. Lakini jambo la tatu, twende haraka kamda kangu kanaisha. Jambo la tatu, watu watakujilia, watu wataijilia nuru yako ing'arayo. Bwana Yesu asifiwe. Ing'arayo sana. Watu wataijilia nuru yako inayong'ara sana. Isaya 58:8. Utasoma mwenyewe kipindi umepumzika nyumbani. Watu wataijilia nuru yako ing'arayo sana, ambayo hapa tunaona kumbe ukiamua kuondoka tu kwa kuisikia sauti ya Mungu, kuanza kufanya vitu ambavyo wengine wanaona kama ni vidogo, hivyo vidogo ndio Mungu anatengeneza watu, anawainua. Hata kama unaona kabisa ulikaa mwaka jana ulikuwa unafanya vitu havitokei, haviendelee, huu ni muda wa kuingilia nuru ya Yesu na kuanza kukifanya hicho kitu ambacho mwaka jana ulikishindwa. Mwaka huu unasema nuru ya Bwana imenijilia, nami nitasonga mbele, nitasimamia, nitasonga mbele, Bwana atanitokea. Sehemu ya 4, nini kitatokea? Bwana atawaheshimisha wana wako.